kubadilika. Even as they walk, wanaimba tu. Hata wanapotembea wanatembea huku wakiimba. Meaning, kumaanisha wasafi. Wao ni wasafi. Wasafi. Wao ni wasafi. Hao ni Wafarisayo. Hao ni Mafarisayo. Wafarisayo. Wasafi. On Sunday they are clean. They walk like this. They enter the house of the Lord. Wanaingia katika nyumba ya Mungu. You know, they are serving. They are worshiping. They fear the Lord. Wanamuogopa. Oh, wacha ifike Monday. Wacha ifike Jumatatu. No, wengine hata ifiki Monday. Monday ni mbali. Jumatatu ni mbali. Monday hii kitu tunapeleka mbali. Tunapeleka Monday ni mbali. Jumatatu leo tu. Leo Sunday tu. Jumapili. Wengine hata I'm here. Niko hapa. Because hata sio mbali. Wengine, let me tell you. Wacheni niwaambie. Even in the church, leo tukimaliza church, hajatoka church. Hata ndani mwa kanisa imeanza tu. Hajatoka kanisani. The fear of God is not there. Hofu ya Mungu haiko tena. People are gossiping left, right, center. The Lord is watching. Huku na kule. The Lord is watching. He's always seated and watching. How many of you are aware that the Lord watches everything that we do? Wangapi wanajua kwamba Bwana hutazama kila kitu tunachofanya? No, I don't think so. Please just lift up your hands if you are sure. Inua tu mkono wako kama if at all you are sure. If at all you are sure that the Lord sees. Hata ukiwa nyumbani kwako, Mungu anaonanga chenye unafanya. Lift up your hands. Iwapo una uhakika kwamba hata ukiwa nyumbani kwako Mungu anaona kile unachofanya. Asante. Thank you. Asante. So what do you think the Lord sees? Je, wafikiria Mungu anaona nini? What do you think the Lord is seeing? Mungu akiangalia anaona nini? Elder Coleman's. What do you think the Lord sees? Mungu kama anaona kweli, because we know saa zingine tunasema anaona na tunakaa kana kwamba haoni. Tuseme tu sasa anaona ya ukweli. What do you think the Lord sees? Je, unafikiria Mungu Tell me. Anaona nini? Hebu niambieni. Hey. If the Lord will collect our phones, na aanze kusema, this phone, I have scanned through it, tick. Kama Bwana anaweza how many phones? How many phones would be placed here? Simu hii nimeipitia, hiyo ni haijasema uongo, haijasema unafiki, haijasema masengenyo, haijaleta fitina, haijaleta chuki, haijafanya nini, haina sexual immorality and lust and pornography. How many phones will be placed here and sema this is clean? What does the Lord see? Je, ni simu ngapi zitaekwa? What does the Lord see? Kwamba ni safi. Je, Bwana akiangalia anaona nini? What does the Lord see? Bwana anaona nini? Everywhere. What does the Lord see? Kila mahali. Bwana anaona nini? Kila mahali. The way you relate with your workers, the way you relate with your workmates, the way you relate in your office, the way you relate everywhere. I am asking, what does the Lord see? Jinsi unavyohusiana kila mahali, nauliza, je, Bwana anaona nini? With your friends. Na marafiki zako. What does the Lord see? Je, Bwana anaona nini? So you know, as the Lord keeps on seeing those things, this side anaona unafanya hivi, the other side unasema kana kwamba you are also born again, but this side you are also having another lifestyle. The Lord is putting them together. God is putting these things together. Na hasira ya Bwana, the cup of the wrath of God inaendelea kujazwa, na kikombe cha ghadhabu ya Mungu kinaendelea kujazwa. Now kuna siku itakuwa imejaa and then it overflows. Kuna wakati kitakuwa kimejaa kikombe hile hadi kifurike kimwagike. A call to fear God. Wito wa kumhofu Mungu. In the Bible, katika Biblia, lack of reverence, or rather lack of the fear of God, ukosefu wa hofu ya Mungu, frequently results to severe consequences. Mara kwa mara huleta madhara mabaya. Lack of the fear of God results to the serious consequences. Ukosefu wa hofu ya Mungu huleta madhara mabaya sana. Lack of the fear of God results to serious consequences. Leta madhara mabaya sana. Number one, ya kwanza, it brings physical. Inaleta. Unasikia mwalimu? Unasikia mwalimu? Naongea na mwalimu huyu. Karaoke. Is it karaoke? My brother. Your name? James. Si James. James. Si James ni mwalimu? No. Oh, sio mwalimu. Okay. Yes, but I know James. I'm saying, anasema kwamba in the Bible,
Asema kwamba katika Biblia lack of the fear of God brings the following. Number one, physical judgments. Yafuatayo. Ya kwanza, hukumu physical judgments. Hukumu ya asilia. Number two, ya pili, wandering in despair. Kutangatanga kwa kukata tamaa. And number three, na ya tatu, total destruction. Uharibifu mkamilifu. Three things mambo matatu that lack of the fear of God brings to the life of a Christian. Wa hofu ya Mungu inaleta. And so, na kwa hivyo, let us go to the book of Exodus chapter 5. Twende kitabu cha Kutoka mlango wa 5. Exodus chapter 5. Kutoka mlango wa 5. Let us begin reading from verse 2. Tuanze kusoma kuanzia mstari wa 2. Exodus chapter 5. Kutoka mlango wa 5. We are almost, our time is not on our side. Wakati wetu I have a few minutes. The Bible says, Pharaoh said, who is the Lord? Oh, look. Farao anasema, hebu angalia. Huyo Bwana ni nani? Hebu angalia tu. Look at that. Angalia hiyo. Look at that. Angalia hiyo. Farao anasema, who is the Lord? Farao anasema huyo Bwana ni nani? Mungu ni nani? Ati Mungu ni nani? And I know that many Christians are saying, Farao alisema nini hiyo? Na najua Kristo wengi wanasema alikunjia Mungu ngumi akamuuliza ati Mungu ni nani? Ati alimkunjia Mungu ngumi akamuuliza. But did you know that some of us, the things that we do, our characters constitute asking who is God? Lakini je, wajua wengine wetu yale mambo tunayofanya, tabia ni kana kwamba tunauliza kwani huyo Mungu ni nani? Tabia na yale tunayofanya yanaleta kuuliza kwamba Pharaoh said, who is the Lord? Huyo Mungu that I should obey him. Hata nimtii. And let him go. Na nikuruhusu Israeli waende. I do not know the Lord. Simjui huyo Bwana. And I will not let Israel go. Wala sitaruhusu Israeli waende. That is Pharaoh. Huyo ni Farao. An Egyptian king. Mfalme wa Misri. He is saying, anasema, he has no regards for God. Yeye hamzingatii wala So whatever it is that the Lord is saying, hajui. Hivyo chochote kila ambacho Mungu anasema yeye hajui. Anasema liwe liwalo. Anasema na liwe liwalo. These guys are not living here. Waisraeli hawatoki hapa. So when he did that, hivyo alipofanya hivyo, the Bible says, Biblia inasema, God out of his anger. Mungu kutokana na hasira yake. You know, this is an act of lack of the fear of God. Look at this. Najua hili ni tendo la kukosa sasa ndio unasema Mungu amefika, mtu amefika kiwango ile hana regards kwa Mungu at all. Yani hana heshima kwa Mungu kabisa. Anauliza kwani Mungu ni nani? And some of us, the way we live in our Christian salvation, it's like we are saying, it's like we are asking God, kwani Mungu ni nani? Na wengine wetu jinsi vile tunavyoishi maisha yetu ya Kristo. That's why I began by urging the church, please let us walk in the fear of God. Please. Ndio maana nilianza kwa kuomba kanisa, kwa tafadhali tutembee katika hofu. Beat yourself. Jihubirie tu. Beat yourself. Ujipige wewe. Beat yourself. Ujipige wewe. So you may be able to get to a point where you fear the Lord. Ili ufikie kiwango cha kumwogopa. There are many people who have no regards. Kuna watu wengi ambao hawamwogopi. Today I want to ask you, precious people. Leo nataka niwaulize enyi watu wa dhamani. Unaposikia mambo ya Mungu, unapoyasikia mambo ya Mungu, uwe na kutetemeka kidogo. Uweze kutetemeka angalau kidogo. Tafadhali. The consequences are enormous. Madhara yake ni makubwa. The consequences are unbelievable. Madhara yake hayaamini. When you don't fear the Lord, you don't regard him, you unamuona kana kwamba ni takataka. Usipomwogopa Mungu, usipomuona Mungu, unaona Mungu kana kwamba is just like any other person. Unapomuona Mungu tu ni kama mtu mwingine yeyote yule. I began here by asking the basics, going to church, the basics. Mambo tu ya kimsingi kwenda kanisani. For a mature, we call a mature Christian is struggling with basics. Mkristo ambaye amekoma anang'ang'ana tu na mambo ya kimsingi tu. Leo sasa watu wameanza kufunga. Leo hii sasa watu wameanza mfungo. Na Bwana alisema ni ya siku ngapi? 2. Na people are fasting with what? Fluid. There are those who are saying hata hiyo hawezi. Siku ngapi? 2. Yani alikula jana usiku na ameambiwa kwamba leo vile uliamuka hata umeshiba. Alafu ameambiwa leo sasa kunywa tu chai. Aliamuka akakunywa tu chai normal. Alafu anaambiwa kunywa tu leo na juices na everything you want to drink.
alafu kesho pia endelea kudrink, lakini ikifika jioni unakula. Mtu hawezi fanya hivyo. Anasema that is too much. Asema hiyo ni zaidi, siwezi. Ilhali ameokoka anataka kwenda mbinguni. Na ili hali huyo mtu ameokoka na anataka kwenda mbinguni. That's when you know that. And then people, utasikia wengine pia watakuwa wanasema kwamba hata hiyo ati unajua mimi nafanya kazi mzito. Hata hiyo mtu atasema anafanya kazi mzito. Kwanza leo hakuna mtu anaenda kazi. So you cannot even have an excuse kwamba unafanya kazi mzito. Leo ni Sunday, watu ulikuja tu hapa, umekaa chini. Hata it's very unhealthy for people to sit down for a long time, but you've just been sitting. Hata sio nzuri. Not working, not doing anything. Hata you are not even doing anything. You are just seated. Chochote umekaa tu. Alafu ukitoka hapa kwenda tu nyumbani. Ukitoka hapa moja kwa moja. Then kesho ukiamka unakunywa chai unaenda kazini. Na kesho ukirudi unakuta ugali unakula. Jameni, hiyo hata somebody will not fast. Mfungo kama huo hakuna ambaye atafunga. Hiyo sasa ni kusema tu mtu ako sawa tu. Huyo Mkristo hako sawa, hayuko sawa. Ama namna gani overseer? Kama wewe ni Mkristo ambaye ukirudi nyumbani bado ulikunywa. You know, I could be speaking like this and there are people who took breakfast in the morning. Naweza kuwa naongea hivi na kuna watu walipata kiamsha kinywa asubuhi. Breakfast meaning walikunywa chai lakini kulikuwa na kitu na kupanda vitu vingine pale. Please, let's not go that direction. Tafadhali tusiende mwelekeo huo. And also, na pia you may be in whatever condition, waweza kuwa katika but sometimes you can be able to do some radical surgeries for the Lord. You say, no, I have to do this for the Lord. Lakini wakati mwingine yes, nafanya kazi mzito. Yes, ndio ninafanya kazi mzito lakini wacha pia nifunge. Lakini nafanya kazi mzito lakini wacha na mimi pia nifunge. It will help you. Itakusaidia. And so, na kwa hivyo God brought plagues on them. Mungu akaleta mapigo juu yao. Physical judgment. I said there are three. Physical judgment, wandering in despair, and total destruction. So when Pharaoh disregarded God and lacked the fear of God, asking, who is God? Wakati Farao alimpuuza Mungu, akakosa heshima kwa Mungu na kuuliza kwani huyo Mungu ni nani? God brought plagues on them. Mungu alileta mapigo juu yao. And Pharaoh's army drowned in the Red Sea. Nalo jeshi la Farao likazama katika bahari Shamu. Exodus chapter 14, 27, 28. Kutoka 14:27 hadi 28. Exodus chapter 14, 27, 28. Just read very fast, please. 14:27-28. Tuwe haraka. We have to finish. Yafaa tumalize. Exodus 14, kutoka mlango wa 27 and 28. The Bible says, Moses stretched his hand over the sea, and at daybreak the sea went back to its place. The Egyptians were fleeing toward it, and the Lord swept them into the sea. I said there is physical destruction. Kuna uharibifu wa kiasilia. Physical judgment and total destruction. Look at the way the Lord destroyed them. Angalia jinsi Mungu aliwaangamiza. Mose akanyosha mkono wake juu ya bahari, wakati wa mapambazuko bahari ikarudiana na kuwa kama kawaida. Wamisri wakajaribu kuikimbia maji, lakini Bwana akawasukumia ndani ya bahari. The water flowed back and covered the chariots and horsemen, the entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived. Maji yakarudiana na kuyafunika magari ya vita na wapanda farasi pamoja na jeshi lote la Farao. But let me ask you, church. Limewafuatia Waisraeli ndani ya bahari, hakuna hata mmoja aliyenusurika. Let me ask you, church. Lakini wachani niwaulize kanisa. Mose is crossing the Red Sea. Anavuka bahari ya Shamu with the Israelites. Na Waisraeli. And as they are crossing, na wanapovuka, this is the sea now. Hii ndio bahari sasa. Then he strikes the sea with the rod. Akaipiga ile bahari na fimbo. Then it opens. Bahari maji ikapasuka. Then there is a heap of water this side. Kuna lundo la maji and a heap of water this side. Na lundo la maji upande huu. And it's not coming. Na haikuji. And it is not held with a glass. Na that you say it's like this because there's a glass in between. Eti kuna glasi pale ambayo imeshikilia. It is just a heap of water like this. Imerundikana tu lundo la maji. And a heap of water, and it's not ice. Na sio barafu.
Then the Israelites are crossing. Sasa Waisraeli wanavuka. Si the Egyptians wangehofu, wangesema kwamba tulikuwa tunawafukuza wana wa Israeli, lakini tukifika pale tumeona kitu hatujawahi ona. Tumeona the sea split into two. So let us stop. This is not common. They did not do that. They did not do that. They just went on. That's when you know when the Lord wants to destroy somebody, indulge into sin, hata akiona hii ni dhambi na anaona ya kwamba anafanya kitu kibaya, anaenda tu. Ndio maana Mungu na Wakristo wengi wana behave hivyo hata kwa kanisa. Kwa wasahihi anafanya kitu yenye anaona hii ni mbaya, hii yenye nafanya kweli this is bad, lakini anaendelea tu. Hii ni mbaya lakini anaendelea kwa sababu Mungu hajahukumu. Sasa anaendelea tu, hukumu yeye anaendelea tu. Sasa anafanya bado anapiga simu kwa wanaume, bado anapiga wanaume, msichana, recruiting girls into sexual immorality, akiwaleta wasichana kuwaingiza katika uasherati. I was told of a young girl who is recruiting fellow girls into lesbianism. Niliambiwa kuhusu msichana binti ambaye anawaleta wasichana. Ati hiyo ndio kazi yake. Hiyo ndio kazi yake. And a young girl of 14, 15. Msichana mdogo wa miaka 14, 15. And you don't know, maybe amekuwa hata hapa. Na hujui labda hata amekuwa. For your information. Kwa kuwajulisheni tu. And I'm not trying to say, na sisemi ya kwamba nikimaliza hii sasa kikundi waanze commission of inquiry, sijasema. Sisemi ati nikimaliza hii kuwe na kundi. But you can imagine if such a thing is happening. Lakini hebu wazia kama jambo kama hilo likifanyika. In this glorious ministry. Katika huduma hii ya utukufu. Na anakuja church. Na anakuja tu kanisani. Na anaenda kanisani. Anaenda tu kanisani. I told you the other day about a young man whom ile kitu amefanya kwa hii huduma, anacheza keyboard. Niliwaambieni kuhusu kijana ambaye amefanya katika huduma hii kucheza kinanda. Ako kwa IT department. Ako katika idara ya IT. And he's one of the geniuses that you'd call. Na ni mmoja wa wale watu werevu sana. A genius. Watu werevu zaidi. A genius in IT. Werevu zaidi sana katika mtandao. And they have also helped do certain things, come up with systems that are helping the ministry. Pia amesaidia kukuja na system ambazo zinasaidia huduma. But you know what he's doing? Lakini je, wajua kila he is impregnating girls in every altar. Anawapachika wasichana with all that. Anapoendelea kufanya hii, tada anafanya hii nyingine pia. Anapoendelea kufanya hii, anafanya hii nyingine. So ukiangalia maisha yake, you don't know where to place him. Sasa ukiangalia maisha yake hujui umweke wapi. Because pande hii anacheza keyboard. Pande hii ako kwa editing. Ukienda kwa mkutano, the big meetings, they are the bosses that are receiving editors. Wanafanya editing, wanafanya nini. They are the ones who knows everything, video. They anaweza tengeneza programs. Wao ndio wanaopokea zile video wakifanya uhariri. Anaweza tengeneza programs. But then, lakini every girl kwa madhabahu wako pregnant. Kila msichana katika. So now, where do you locate this person? Sasa mtu huyu unamweka wapi? Huyu mtu unamweka wapi? Tuseme tu hata those girls hawajakuwa pregnant. Wacha tutoe pregnancy because you may think pregnancy is serious. Wacha tutoe tu sasa hakuna pregnancy. Tuseme sasa hakuna mimba. But she is sleeping with girls everywhere. Analala na wasichana kila mahali. And young girls na wasichana wachanga who are visiting men, ambao wanatembelea wanaume. Anasema yeye anataka kurecruit girls, anataka kupata, ana approach a young girl. Uko na kazi kama pastor wa youth. Uko na kazi. Yeye ndiye anajua kurecruit girls and giving them watu. Anasema kwamba I cannot hook up with young men. Ni wasumbufu, watakusumbua. Get a young person, a strong person, well established, kama Keshe hivi. Yeah. Huyo asumbui. Hao ndio wasumbui. Ukiongea na yeye anasikianga maneno. Wachana na vijana watakusumbua. Come, I show you. Kuja nitakuonyesha. In this ministry. Katika huduma. And the Lord is watching. Na Bwana anatazama. And you are just continuing. Na unaendelea. And you don't care. Wala hujali. And you want to tell me you know in your heart of hearts that nothing is going to happen to you? Na unataka kuniambia kwamba unajua katika in this glorious ministry hakuna kitu kitakufanyikia katika hii huduma ya utukufu?
Maybe these are some of the reasons why the Lord is going to judge this nation. Labda hii ni baadhi ya Because sababu God kwa nini sees. Mungu atahukumu taifa hili. Maanake Mungu The Lord anaona. sees. Mungu anaona. Si niliwaambia mimi nakataanga hii maneno ya watu wanaendanga Mmenengai, a meeting of the Lord. The holy